Shalom shalom mtu wa Mungu wa thamani, karibu kwenye kipindi cha kwanza cha Take a Step kinachoitwa chukua hatua mpe Yesu maisha. Kwenye kipindi cha kwanza hichi tutakuwa tunajifunza mambo mengi au mambo kadhaa tu kuhusu wokovu. Kwa karibu kujifunza na mimi mambo haya machache kuhusu wokovu, na yatakusaidia mwishoni kutoka na nafasi ya kuokoka kwa yeye ambaye utakuwa hujaokoka, kwa yeye ambaye utakuwa hujaokoka au utagundua kupitia kipindi hichi kwamba haukuwa umeokoka. Nataka tuanze kujifunza nini maana ya wokovu. Wokovu ni nini? Wokovu ni uzima ambao mtu anaupokea kwenye roho yake pale ambapo anamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Narudia tena, wokovu ni uzima ambao mtu anaupokea kwenye roho yake pale ambapo anamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na ukisoma maandiko mbalimbali ikiwemo andiko la kutoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16, ni kati ya andiko maarufu sana kwa watu wengi, ambao linasema kwamba kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na hapo tunapata maana yetu ya wokovu, kwamba wokovu ni mtu wokovu ni nini? Ni mtu kupokea uzima ndani ya roho yake kwa kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Sasa nataka nikuoneshe nini huwa kinafanyika mpaka mtu anaokoka. Nini huwa kinafanyika mpaka mtu anaokoka? Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 19, inaelezea mstari wa 9 mpaka wa 10, inaelezea vizuri kabisa kwamba nini huwa kinatokea mpaka mtu anaokoka. Na hapa nataka tuone nini huwa kinatokea mpaka mtu anaokoka ili na wewe upate kuelewa pamoja na mimi. Tusome pamoja kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10, Biblia inasema hivi: Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Narudia tena. Maandiko yanasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na ukiamini kwa moyo wako ya kuwa alimfufua Yesu katika wafu, utaokoka. Sasa nimesema hivi, tunataka tuangalie nini kinatokea mtu anapookoka au mtu anapoelekea kwenye kuokoka. Mechanism, neno la kitaalamu wanasema mechanism ambayo inatokea ni hii hapa, kwamba ili mtu aokoke huwa ni lazima aamini kwa moyo wake, alafu lazima kwa kinywa chake akili. Sasa aamini nini na akili nini? Lazima mtu aamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana moja, Yesu Kristo ni Bwana moja, lakini pia huyu Yesu Kristo alitolewa na Mungu kama mwana wa pekee, akaja duniani, akafa msalabani, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka tena akarudi mbinguni. Mtu anapoamua kuamini kwa moyo wake, au mtu anapokuwa ameamini hili jambo kwa moyo wake kwamba ni kweli na mimi naamini, japo sikuwepo sikushuhudia, lakini ninaamini ni kweli Yesu ni Bwana, na ni kweli alikuja alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na ni kweli alifufuka na akapaa mbinguni, kweli anaamini hivyo. Hapo mtu anapoamini kwa moyo wake, lakini pia hicho alichokiamini kwa moyo wake anapokikiri kwa kinywa chake, ndio mtu anapokea wokovu. Na ndio maana sehemu zote ambazo huwa wanaongoza watu sala ili waokoke au sala ya wokovu, sehemu zote kabisa huwa lazima waambie watu wakiri. Na mara kadhaa wengine huwa wanauliza, je, umeamini kwa moyo wako? Kwa nini? Huwa wanatafuta mambo haya mawili kuona yametokea, ili mtu anapomalizia kwenye kukiri awe ameupokea wokovu sawa sawa. Nitakwambia kitu kimoja cha ajabu sana, kwamba watu wengi au watu baadhi huwa wanahisi ya kwamba kuokoka ni kukiri tu kwa kinywa bila kuamini kwa moyo. Kwa mujibu wa maandiko, kuokoka sio kukiri tu kwa kinywa bila kuamini kwa moyo. Kuokoka ni kwanza kuamini kwa moyo wako haya ambayo tumeyasema hapo, kwamba kumwamini Kristo kama ni Bwana, kwamba kweli alikuja, kweli Yesu alikufa msalabani, na ni kweli huyu ni mwana wa Mungu aliyetumwa kwa ajili yangu. Unapoamini haya na kukiri, sio kukiri pekee, kuamini kwa moyo na kukiri ndio inakupa kuupokea wokovu. Kwa kama kuna siku umeshawahi kukiri tu bila kuamini kwenye moyo wako, hiyo siku kwa hakika kuupokea wokovu. Mstari wa 10 kusema hapa anasema hivi, kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kuupokea wokovu. Kwa utagundua ili mtu aupokea wokovu, ambayo process yake ya mwisho ni kukiri, lazima kwanza awe ameamini kwenye moyo wake. Kwa tunaupokeaje huo uzima wa milele kwenye roho zetu ambao ndio wokovu wenyewe? Tunaupokeaje? Tunaupokea kwa kuamini kwa mioyo yetu na kwa kukiri kwa vinywa vyetu kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na ni kweli alikuja, alikufa, akazikwa na akafufuka. Nataka nikwambie faida chache sana
za mtu kuokoka, ili hata wewe ambao unasikiliza hapo uone kuna faida gani za wewe kuokoka. Nataka niseme faida kubwa zaidi ya mtu kuokoka. Faida kubwa kabisa ya mtu kuokoka, mtu anakuwa na uhakika wa uzima wa milele, kwa maana kwamba maisha baada ya maisha duniani. Kati ya changamoto kubwa sana ambayo sasa hivi tunayo, watu wengi sana wanaishi duniani kana kwamba maisha yao yataishia hapa duniani tu na hakuna maisha mengine. Watu wengi sana tunaamini kwamba kuna Mungu na tunaamini kwamba kuna shetani, lakini tunashindwa kukumbuka kila wakati ya kwamba kwa sababu Mungu yupo na shetani yupo, basi maisha baada ya maisha ya duniani yataamua twende kwa Mungu au twende kwa shetani. Wengi sana tunaishi kwa kujisahau na tukumbuki hichi kitu. Nipo hapo kwa ajili ya kukukumbusha ya kwamba kuna maisha baada ya maisha haya, na maisha baada ya maisha haya ni either ukaishi kwa Mungu au ukaishi kwa shetani, kwa maana ya kwamba mbinguni au jehanamu. Sasa ili mtu akaishi na Mungu lazima awe amemkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa maana ya kwamba lazima uwe umeokoka. Tumesoma andiko la Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Maandiko yanasema Mungu alimtoa Yesu mwanawe wa pekee kwa ajili yetu, ili kila mtu atakayemwamini Yesu asipotee. Hiyo asipotee kwa maana asiende kwa shetani, asiende njia nyingine, lakini awe na uzima wa milele. Kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu hii sura ya 16 kama sijakosea, maandiko yanasema ya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi akaenda kwa Baba isipokuwa kwa kupitia huyo Yesu. Kwa wewe unanisikiliza hapa, natamani ufahamu ya kwamba una maisha baada ya maisha haya unayoishi. Tunaona watu wengi sana sasa hivi wanakufa wakiwa vijana, wengine wakiwa watu wazima kweli, wengine wakiwa wazee. Lakini swali ni je, baada ya maisha haya ukishakuwa umekufa, wapi utaenda? Wapi utaenda kuishi maisha yako ya milele? Na ubaya au uzuri, maisha yanayofuatia baada ya maisha duniani ni maisha ya milele. Kwa hiyo tutaishi milele na milele kwa sehemu ambayo kila mmoja atakuwa amechagua. Sasa faida kubwa ya wokovu ni kwamba unapokuwa umeokoka unakuwa una uhakika wa kwenda mbinguni. Maandiko yanasema Mungu alipomtoa huyu Yesu ilikuwa ni kwamba kila mtu ambaye atachagua kumwamini atapokea huo uzima wa milele, na kwa njia ya Yesu Kristo pekee ndo mtu ana uwezo wa kwenda mbinguni. Sasa kama nilivyosema, kipindi chetu kinaitwa chukua hatua, mpe Yesu maisha yako. Nikuulize swali, mpaka sasa hivi mara ngapi umesha kusikia kwa habari ya kuokoka, lakini mpaka leo hujachukua hatua na kufanya maamuzi ya kuokoka? Kwa mimi leo niko mbele yako kukwambia kwamba chukua hatua, amua kumpa Yesu maisha yako. Kwa sababu zaidi ambavyo unazidi kuendelea kusema acha nijipe muda, acha nimalizie ujana, au watu wa kwetu nikikoka watanionaje, au itakuwaje, nitaachaje biashara nazofanya, nitaachaje mambo ambayo nayafanya kama nikiokoka leo, zaidi ambavyo unazidi kuendelea kujipa muda, ndo kuna uwezekano ukafa ukiwa dhambini. Kwa sababu wengine wamekuwa wanasema Yesu amechelewa kurudi sana. Basi sawa, kweli kuna uwezekano Yesu akaja ukiwa umeshakufa, labda sawa, labda baada ya miaka 200 ni sawa. Lakini je, vipi kama ukifa ukiwa dhambini? Umeshakujiuliza vipi kama ukifa ukiwa kwenye hiyo dhambi, ukiwa kwenye hali hiyo hiyo? Vipi kama ukifa na ukiwa hujamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa na hali gani? Kwa leo nipo kwa ajili ya kukutia nguvu, mtu wa Mungu. Hebu chukua hatua, umpe Yesu maisha yako. Chukua hatua. Mara kadhaa umeshasikia msukumo wa kuokoka ukashindwa kuchukua hatua. Mara kadhaa watumishi wa Mungu wamehubiri ukashindwa kuchukua hatua. Hebu chukua hatua, mpe Yesu maisha yako. Na kuna mwingine, kuna uwezekano anasema amefanya dhambi nyingi sana kwa kiwango ambacho hadhani kama Yesu anaweza kumsamehe. Subiri nikwambie kitu kimoja. Yesu alipokufa msalabani, ile damu yake ya thamani ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi la kila mtu. Maandiko katika kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18 na 19, maandiko yanasema njooni kwangu tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera. Hii inaonyesha kwamba haijalishi kiwango cha ubaya au cha uchafu ulionao au cha mabaya ulionao, mabaya unayofanya, lakini bado Yesu ana uwezo wa kukusamehe na ana uwezo wa kukupokea. Utakaa kwenye hiyo dhambi mpaka lini? Utakaa kwenye huo ubaya mpaka lini? Na hatari kubwa ni kwamba vipi kama ukifa kwenye huo ubaya? Vipi kama ukifa kwenye huo uzurumati? Ukifa kwenye huo uzinzi wa sharati na hayo yote mengine ambayo unayafanya? Vipi kama ukifia hapo? Hapana, usikubali kufia hapo. Amua kuchukua hatua leo unaposikia sauti hii. Umpe Yesu maisha yako na Yesu abadilishe maisha yako, ili hata kama ukiondoka duniani kabla Yesu hajarudi, uondoke ukiwa umemwamini Yesu Kristo, na uzima wa milele itakuwa ni uhakika wa 100% kwako.
Nataka niombe na mtu ambaye umesikia fundisho hili na unatamani kabisa kumpa Yesu maisha yako. Mahali ulipo, kama ni mahali pazuri, unaweza ukafunika macho yako, ukapiga hata magoti. Kama uko mahali ambapo hauwezi ukafanya hivyo vyote, hapo mahali ulipo tu unaweza ukafunika macho yako na ukafuatisha maneno haya ambayo nitakuongoza pamoja saa hii. Na wewe ambaye utafuatisha maneno haya, baada ya maneno haya utagundua kitu kimoja kama ishara ya kweli umeokoka. Kwenye moyo wako utagundua umepata amani ambayo kabla ya sala hii, hiyo amani utagundua haikuwepo. Na baada ya hapo utakuwa umeokoka na utakuwa una uhakika na uzima wa milele. Karibu kuomba pamoja na mimi. Funika macho yako mahali ulipo, tuombe maombi haya kwa pamoja. Sema: Bwana Yesu, asante kwa damu yako ya thamani. Asante na kwa upendo wako ukaamua kuacha mbingu, ukaamua kuacha enzi na ukaamua kujitoa, ukafa na msalabani, ambacho kilikuwa kifo cha aibu kwa ajili ya dhambi zangu. Na mimi leo nimemsikia mtumishi wako anafundisha neno lako. Nimechagua kukuamini kwa moyo wangu na kukukiri kwa kinywa changu ya kwamba wewe kweli ulikuja, ukafa msalabani, ukazikwa na ukafufuka siku ya tatu. Ninaamini hayo yote na ninaamua kukuamini kuanzia leo. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisaidia. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andike kwenye kitabu cha uzima. Na shukuru Bwana Yesu kwa kupokea wokovu katika jina la Yesu Kristo, amina. Naomba nikuombee. Asante Yesu kwa sababu ya mtoto wako huyu mzuri ambao kwa neema yako amekiri kwa kinywa chake na ameamini kwa moyo wake kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na umempa neema ya kupokea wokovu siku ya leo. Ninamwombea kwa jina la Yesu Kristo, Mungu umsaidie na umpe nguvu ya kubakia kwenye huo wokovu na kwenye huo mstari na njia aliyochagua kuanzia leo mpaka siku ambayo utarudi, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako ambayo imewasaidia wengine kukua kwenye wokovu na kuendelea sana, imsaidie na mtumishi wako huyu akue kwenye wokovu na aendelee sana. Na hilo badiliko ambalo limeingia kwenye roho yake, hilo badiliko lidumu kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana. Karibu kwenye session ya pili.